billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun. Thumma as-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma ziada za kheri kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, nipende kuwakaribisha katika darasa hili ambalo leo tutaenda kutazama njozi ya kuota unapaa, ama ndoto ya kuota unapaa ukiwa katika usingizi, yaani unapaa angani ilhali wewe upo usingizini. Maana yake ni nini? Nikukumbushe kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, bila ya kusahau kugusa alama ya kengele unayoiona katika video yako, ambayo itakufanya wewe kuwa mwanafamilia pendwa wa channel hii ya Ibn Umar Al-Mukhtar Online TV. Tunasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Kumbuka hata mitume pia waliota, yani ndoto ilikuwa ni sehemu ya wahi kwa mitume. Mwenyezi Mungu aliwafikishia mitume wake wahi kupitia ndoto za kweli. Sasa katika ndoto yetu hii ya tayranu fil manami, kuota unapaa usingizini, tukianza na nukta ya kwanza, yani kuota unapaa usingizini. Anasema mwanazuoni, idha ra'at almar'at, mwanamke anapoota, annaha tarat fi dariha ila dari rajulin tu'rifahu fa innaha tazawwaj bidhalika rajul, kwamba mwanamke anapoota kwamba amepaa kutoka nyumba moja, kutoka nyumbani kwake au nyumbani kwao mpaka katika nyumba ya mwanamume ambaye yeye anamtambua ama anamfahamu, basi ndoto hii inajulisha kuwa mwanamke huyu ataolewa na mwanamume huyu ambaye yeye alimuota. Lakini nukta nyingine mwanazuoni anatuambia, wa idha raa mamlukan, na unapomuota mfalme, annahu tara, hakika yake yeye mfalme anapaa ama anaruka, fa innahu yu'taqu, hakika ndoto hiyo inakujulisha utaachiwa huru. Mwenyezi Mungu akujalie kheri hiyo, ikiwa wewe ni mtumwa, ikiwa wewe ni mfungwa, ikiwa wewe ni wa namna yoyote ile ambayo hauko huru, basi Mwenyezi Mungu atakujalia kuachiwa huru kutokana na bishara hii ya ndoto. Lakini nukta nyingine inasema, waman raa annahu tara fawqa jabali, na yule atakayeota anaruka ama anapaa juu ya jabali, basi ndoto hiyo inamjulisha yanalu sultana, kwamba mtu huyo atapata ufalme, Nukta nyingine mwanazuoni anaendelea kutupa faida. Mwanazuoni wetu huyu, kumbuka, anaitwa Muhammad ibn Sirin, na mwingine ambaye tuko naye katika wanazuoni katika kitabu hichi cha Ta'thirul Anamir fi Ta'bil Manamir, anaitwa pia An-Nablis. Anasema, wa in raa, na unapoota ama kuona, annahu tara min ardhi ila al-ardhi, hakika yako wewe umeota ama unaona katika usingizi wako kwamba umetoka ardhi moja mpaka ardhi nyingine, basi ndoto hiyo inakujulisha balagha sharafan, kwamba utapata utukufu. Yani annahu wa in raa annahu tara min ardhi ila al-ardhi balagha sharafan, yule atakayeota kwamba anatoka ardhi moja mpaka ardhi nyingine, basi ndoto hiyo inamjulisha kuwa mtu huyo atapata utukufu. Waraa qurratan ayn, na pia atapata qurratan ayn, kwamba atapata kitulizo cha macho. Qurratul ain, atapata kitulizo cha macho, ikiwa ni mke ama watoto, lakini hususan sana ni kwenye upande wa mke, kama vile ambavyo Mtume anatuambia katika hadithi yake tukufu, wa in ra'aita farajta wa in ra'aita anha, yani ukimwona, wa idha ra'aita farajta, na pale unapomwona unafurahi, wa in ra'aita saratka, na unapomwona unafurahi, ambayo ni mke, sifa za mke, ambaye yani zile sifa za kuchagua mke, kwamba wa in ra'aita anha saratka, na ukimwona unafurahi. Lakini nukta nyingine mwanazuoni anatuambia, wa man raa annahu yatiru tayranan, yule atakayeota anaruka
tairanan mustawiya, anaota anapaa katika uwiano ulio sawa, yani kama unapaa kichwa kikiwa huku, miguu ikiwa huku, yani sio kuota unapaa hivi ama unapaa hivi. Ukiota umepaa sawa sawa, basi ndoto hiyo inakujulisha kuwa mambo yako yatakaa katika uwiano mzuri. Istawat umuruhu bila taab, kwamba mambo yako yatanyooka bila ya taabu. Mwenyezi Mungu akujalie, Mwenyezi Mungu akubariki kila la kheri katika ndoto yako hiyo. Lakini mwanazuoni anaendelea tena kutuambia, waman raa annahu yatiru walahu janahani, mtu ambaye akaota kwamba anapaa na yeye ana mbawa mbili, yani kulia na kushoto, anaota mbawa hizo anapaa nazo, fahuwa dalilul khair, hiyo ni dalili ya kheri. Sasa Mwenyezi Mungu akujalie katika dalili yako hiyo ya kheri uweze kujaliwa. Anaendelea tena kusema, wa in kana abdan dalla ala atqahu, kwamba mtu huyo aliyeota kwamba ana mbawa mbili, ikiwa yeye ni mtumwa, basi ataachiwa huru. Wa yadullu fi fuqara'u, kwamba pia inajulisha kwa yule mwenye ufukara, ala mali kathiri, juu ya kupata mali nyingi, yuksibunahu, ambazo ataweza kuzichuma. Insha Allah Mwenyezi Mungu akuwafikishe katika hilo. Wa iraa annahu yatiru bila janaha, na yule atakayota sasa yeye anaruka bila ya mbawa. Wartafa'u fi itirabi, wartafa'u fil hawa, na akapaa mpaka katika yani akapaa mpaka hewani huko juu kabisa, basi ndoto hiyo inamjulisha, yadullu ala khawfi wa shiddati tu'ridhu lahu, kwamba inamjulisha hofu na shida ambazo ataweza kuzipata ikiwa mtu huyo ameota ilhali ana mbawa, yani ameota na paa lakini mbawa hana, basi inamjulisha kuwa atapata mtihani ya shida, hofu. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie, akukinge na mitihani hiyo isiweze kukupata inshallah. Kikubwa muombe sana Mwenyezi Mungu au pata pahali ambapo unaweza kupatiwa dua ili mitihani hiyo ikuepuke inshallah. Lakini anaendelea kusema mwanazuoni huyu, wakadhalika in raa annahu yatiru fawqa albuyut, na yule ambaye atakayeota kwamba yeye anaruka juu ya nyumba, yadullu ala tirabi, inajulisha juu ya shida, wa an umuru nafsahu thabitahu, na yale mambo ambayo mtu atakaweza kuyapata katika shida. Yani wewe umeota pia katika ndoto hizo ambazo ulizoota kwamba umeota unaruka kutoka katika nyumba yako ama nyumba unayoishi, juu ya nyumba unayoishi ama nyumba fulani tu unaiota, basi ndoto hiyo inakujulisha juu ya shida ambazo zitakazoweza kukukabili ama kukupata. Ndoto nyingine ambayo inajulisha ndoto nyingine ambayo ya kuota unapaa usingizini, yani at-tayranu fil manami, kuota unapaa ama unaruka usingizini, inasema wa in raa, na yule atakayeona annahu yatiru, hakika yake anaruka, fayakhruju min babi dalla ala bai'a, kwamba yani mtu ameota kwamba anaruka kutokea mlangoni, kwamba umetoka mlangoni chwa ndo unaanza kuruka katika safari yako, basi ndoto hiyo inakujulisha kuwa utapata kukubaliwa, ikiwa ni kwenye majukumu ya kazi, ikiwa ni kwenye mji ambao wewe umefikia, ikiwa ni katika majukumu ya kimasomo, basi insha Allah Mwenyezi Mungu atakujalia kukubaliwa. Ikiwa ni kwenye ndoa umeingia, basi utakubaliwa na familia labda ya mumeo. Insha Allah Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri. Mpaka kwenye nukta hii mimi naomba niweze kufikia mwisho wa kuzungumzia ndoto za tayranu fil manami. Tutaendelea tena hapo ambapo Mwenyezi Mungu atatuwafikisha. Kumbuka, ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Usipuuzie ndoto, ni kitu muhimu sana katika maisha yako. Lakini kwa yule ambaye ana ndoto binafsi, anahitaji kupata maelezo zaidi, unaota labda mzazi anakupa wasia, unaota maiti anakupa yani mtu ambaye amefariki anakupa maelekezo kwamba afanye kitu fulani ama kitu fulani, kila siku unajirudia, unaota vitu ambavyo vinafanana kila siku, basi ni kitu muhimu sana hapo unakumbushwa ama unajuzwa. Hakikisha usipuuze katika hilo.
kwa mambo mbalimbali Ibn Umar, unaweza kutupata katika namba ya simu unazoziona hapo katika runinga yako ama skrini yako. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.